Kwa mara nyingine tena, ni siku nyingine tena, siku ya leo ambapo tumerudi hapa ndipo, na habari ni nyepesi. Tunaendelea kuleteana na habari za siasa ya dunia kwa yale yaliyojiri katika uso wa dunia. Ni kuhusiana na Marekani pamoja na Israeli ambao wameweza kufanya mashambulizi makubwa sana katika nchi ya Irani, ambapo waliweza kushambulia shule ya watoto, na ambapo imesababisha vifo vya watoto zaidi ya 180 ambao wameweza kufariki baada ya kombora kupiga katika shule yao. Lakini vile vile tukiachana na hayo, bado tena ngoma nzito ambapo Marekani wameshambulia katika laini za nishati ya umeme ndani ya Teherani, ambapo walifanikiwa kabisa kuweza kuharibu miundo mbinu ya umeme kwa kuharibu matransforma pamoja na sehemu ndogo ya kukontrolea umeme kwa jiji la Teherani. Lakini umeme huu ambao uliweza kukatika kwa nchi nzima, ambapo umeme ulikatika kwa takriban masaa matatu, lakini Irani walifanikiwa kurudisha umeme kwa nchi nzima kwa muda wa masaa matatu. Hii ni baada ya Irani kwamba ina mifumo mingi ya vyanzo vya umeme, lakini vile vile wana laini 50 ambazo laini zote zinachangia katika grade moja ya taifa. Kwa hiyo unaposhambulia laini moja, inamaanisha wanahamisha laini moja kwenda kwenye laini nyingine, na mambo yanakuwa vizuri vile vile. Kusema ukweli, Irani wamejipanga sana na walijua kwamba kutatokea mambo mengi kabisa, na wakawa wamejiandaa kwa kiwango kilichokuwa kikubwa. Ndio maana umeme uliokatika kwa itilafu wa nchi nzima, lakini umerudi kwa masaa matatu. Tukiachana na hayo, vile vile tunaona tena kwamba Mwamerika ameweza kushambulia katika sehemu maalumu ya kuhifadhia makombora, lakini pia na silaha za Irani, lakini ni kiwanda kidogo cha kutengeneza makombora pia ya masafa ya kati, Isifani, ambapo wameweza kushambulia kwa kiwango kikubwa na kusababisha uharibifu mkubwa sana, ambapo moto ulishuhudiwa ukiwaka zaidi ya masaa 6 mpaka 7 na kuteketeza vitu vilivyomo. Kiukweli tu kwamba shabaha hiyo ni shabaha ambayo ni nzito kwa Wairani, ni shabaha ambayo imewaumiza Wairani kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ni ghala la silaha ambazo waliokuwa wakizitegemea kwa kiwango kikubwa. Lakini Irani bado yumo, kwa sababu ameweza kugawanya silaha zake sehemu nyingi kabisa katika nchi yake. Kwa hiyo wana silaha za kutosha, lakini wanajua vile vile kwamba kwenye mambo ya vita kuna piga ni kupige na lolote laweza kutokea. Lakini nao Irani, baada ya hapo, mashambulizi walioyafanya nayo yamesikitisha kwa upande wa taifa linaloitwa Taifa la Mungu kwa Nyetapaka, huko ambako wameweza kushambulia kiwanda kinachozalisha kemikali ambazo zinatumika katika mambo mengi sana ya kitaalamu, lakini vile vile ndio maabara iliyokuwa kubwa ndani ya taifa hilo ambalo wanaliita Taifa la Mungu. Wao wenyewe wanaita Taifa la Mungu. Kwa hiyo kiwanda hicho ni kikubwa sana cha mambo ya kiutafiti, lakini kibiolojia vile vile ni maktaba yao ya kisayansi imeweza kuharibiwa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hapo ndipo wanapotengeneza formula nyingi sana za silaha, vile vile miundo mbinu iliyokuwa mikubwa inayohitaji utegemezi wa sayansi. Kwa hiyo kiwanda hicho ambacho pia ni uti wa mgongo wa taifa hilo kimeweza kuteketezwa chote na Irani. Lakini Irani hakuishia hapo, bali vile vile ameweza kupiga sehemu zilizokuwa muhimu ambazo zinahusishwa na ofisi za kijeshi, vitengo vya kijasusi, vyote ameweza kushambulia ipasavyo kwa kiwango kikubwa. Hakika ngoma ni nzito, na hili ni wimbi la pili limeanza. Wimbi hili la pili ni wimbi ambalo litakalokuwa zito sana. Sioni kama vita hivi vitafika wimbi la tatu, lakini hapa penye wimbi la pili ndio ninapoona kabisa kwamba game sasa ndio imeanza na vita rasmi imeanza, kwa sababu kila mtu anafungua makabati kwa silaha zilizokuwa nzito, ambapo Irani wamedhamiria kabisa kufungua makabati yao kwa kiwango kikubwa, ambacho wanaenda kutoa silaha nzito mno kwa ajili ya kukabiliana na adui. Lakini taifa hilo ambalo linajiita Taifa la Mungu limefanya mashambulizi mengine sana katika nchi ya Lebanon, sehemu ambayo wanapatikana wale Hezbollah, lakini wameshambulia Beirut kabisa kwa kuangusha majengo na magorofa yaliyokuwa makubwa,
ndani ya Beirut ambao kusababisha vifo vya watu zaidi ya 120 ambapo wamepoteza maisha kwa mashambulizi haya kutokea taifa linalojiita taifa la Mungu. Lakini mashambulizi ni mengi yanaendelea, lakini Israeli sasa itaanza kupokea vitisho na mashambulizi kutoka askari wa chini, ambapo Hamas wanaingia vita vya chini pamoja na Hezbollah ambapo wameshaingia kutoka upande wa juu wa Lebanon na kufanikiwa kuchukua mji uliokuwa muhimu wa mipakani, lakini vile vile vikosi kutoka Iraki ambapo navyo vitaungana na wenzao kuingia operesheni ya chini katika nchi ya Israeli. Hivyo Israeli atalazimika kujilinda nyumbani na kuwa nyumbani, kuangalia mambo ya nyumbani halisi kuliko mambo ya nje. Hiyo ndiyo hali halisi. Lakini wakati huo huo mambo yakiendelea, Marekani amepanga vikosi vya askari zaidi ya 50,000 kuingia katika kisiwa cha Kag, ambapo wanataka kufanya operesheni mbili. Operesheni ya kwanza ni kuweza kukishika kisiwa hicho, lakini operesheni ya pili ni kuweza kupeleka askari ili kuondoa vizuizi vya Strait of Hormuz ili meli ziweze kupita na kuondokana na uhaba wa nishati na vile vikwazo vya Irani ambavyo wanalipisha kwa kampuni yote ya meli dola milioni 2 kwa pesa ya Kichina. Kwa hiyo mambo mengi yameweza kujiri na mambo yanaendelea, piga ni kupige kama kawaida zinaendelea. Hakika mtoto hatumwi dukani, na tunasema usiombe amani wakati wa vita, lakini usiombe vita wakati wa amani. Wairani wamekataa kukaa katika meza mazungumzo, wanasema vita viendelee na mambo yaendelee. Kwa hiyo mashambulizi tena kwa nchi za Kiarabu bado hayajakoma. Irani ameweza tena kushambulia tena katika maslahi ya Marekani ndani ya nchi za Kiarabu. Nimekuletea tu mseto na dondoo za mambo mengi yanayoendelea katika uso wa dunia, na hapa ndipo narudi tena. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike.